Tunaendelea na kitabu cha Danieli sura ya 7. Ni katika mwendelezo wa uchambuzi wa kitabu hiki cha unabii, kitabu muhimu sana kukifahamu katika wakati huu tunaoishi, maana ndipo kipindi ambacho kimefunuliwa ili tuelewe, maana yaliyoandikwa humu yalikuwa ni kwa ajili ya wakati huu wa mwisho. Katika kipindi kilichopita sura ya 7 tuliangalia kwa sehemu ya kwanza na tuliishia sehemu ambayo inaelezwa katika mstari wa 24 katika sura ya 7, anasema na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Kwa hiyo tuliona jinsi ambavyo Danieli alionyeshwa wanyama wanne wa tofauti tofauti, na mnyama wa nne alikuwa na pembe 10. Tuliona pembe hizo 10 ni mataifa 10 ya Ulaya, na tukaona pia kwamba kuna pembe ndogo ambayo iliota, ambayo ilikuja ikavunja pembe 3, ama ikazing'oa pembe 3, ndipo yenyewe ikainuka. Na tuliona kwamba pembe hizo 3 zilizong'olewa ni falme 3. Falme hizo ni Heluni, Ostrogos na Vandali, ambazo ziling'olewa katika karne ya 5, ili kwamba kupisha hii pembe ndogo ambayo tulisema ni ufalme wa Rumi ya Ukristo au mamlaka ya Papa, ndio ambayo ilifanya vita na hizi pembe ambazo zilikuwa zinapingana na mafundisho mbalimbali ya Ukatoliki. Hivi ikabidi ziondolewe ili mamlaka ya upapa itawale kwa uhuru. Na sasa leo tunaendelea kuona mambo mbalimbali yaliyopo katika sura hii ya 7. Tuliishia sehemu ambayo tuliona dola ya Rumi ilianguka mwaka 476, na ilipoanguka iligawanyika katika sehemu 10, yaani pembe 10, ambazo ndio mataifa 10 ya Ulaya. Kwa hiyo kwenye yule mnyama yule wa 4 mwenye pembe 10, kiuhalisia ni kwamba mnyama yule wa 4 ni ufalme wa Rumi, lakini ufalme wa Rumi wakati unaanza haukuanza ukiwa na pembe 10. Mpaka ulipoanguka ndio pembe 10 zikaota mwaka 476. Kwa hiyo sasa tunaona uendelevu wa Rumi hata baada ya kuanguka mwaka huo 476, lakini haukuanguka kwamba umepotea kama zile falme zingine zilivyopita za Uyunani, za Umedi na Uajemi. Yenyewe ili be transformed, ilichukua sura nyingine tena ya kutawala kwa kutumia mataifa haya 10 ya Ulaya. Sasa tuendelee tuone mambo gani yaliyopo katika sura hii ya 7 ya Danieli. Katika mstari wa 25 anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Hili ni fungu linaloeleza kazi ya mfalme ambaye alitajwa atainuka, yuko mbali sana na wale wengine, yaani ile pembe ndogo ambayo ndio utawala wa Rumi ya upapa. Kama nilivyoeleza kwamba wakati dola ya Rumi inaanza, haikuanza ikiwa na pembe 10, bali baada ya kuanguka mwaka 476 ndipo pembe 10 zikaanza. Pembe 10 hizo zilianza, ilikuwa ni namna sura nyingine ya utawala wa Rumi uliogawanyika. Wakati sura hiyo ikiendelea ya mataifa haya 10 yote yakiwa chini ya Rumi hiyo, ilifika sehemu sasa pembe ndogo ikaanza kuchipua,
ikaanza kuchipua, na wakati inachipua pembe tatu zikang'oka. Pembe hizo zilizong'olewa ndiyo pembe ya Waheluli. Ufalme wa Heluli iling'olewa mwaka 493. Ufalme wa Heluli ulipigwa vita na Justinian ambaye alikuwa Kaisari Justinian na jenerali wake Belisarius waliupiga ufalme huu wa Waheluli mwaka 493 ukaangushwa. Lakini pia ufalme wa Vandali uliangushwa chini ya Justinian Kaisari mwaka 534 na Waostrogosi mwaka 538 baada ya Kristo, na mpaka kufikia mwaka 538 ndipo ambapo upapa ungesimama sasa kwa uhuru, maana umewaondoa wapinzani. Kazi kubwa ya mfalme Justinian katika kuangusha hizo falme tatu imetajwa katika kitabu cha Danieli sura ya 11. Imeandikwa katika Danieli 11 mstari wa 25 hadi 26, anasema, naye atachochea nguvu zake na ushujaa wake juu ya huyo mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa, na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi, lakini hatasimama, maana watatunga hila juu yake, naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza, na jeshi lake litagharikishwa, na wengi wataanguka wameuawa. Hapa ni kisa cha Justinian akiwa anafanya vita na ufalme wa kusini wa Arian ambao walikuwa ndio wapinzani wakubwa wa kanisa la Rumi ama imani ya Kikatoliki, ambao walikuwa makao makuu yao yalikuwa Misri. Kwa hiyo hawa wa Arian walikuwa mojawapo ya hizi pembe tatu, aidha wa Vandali, wa Ostrogosi ama Waheluli. Walikuwa na imani ya Arian. Imani hii ya Arian ilikuwa ni tofauti na ukili wa imani ya Kikatoliki. Kwa hiyo ikabidi wa Arian waangamizwe, na ndio walikuwa hizi pembe tatu ama falme tatu zilikuwa na imani ya Arian. Kwa hiyo Belisarius, jenerali wa Justinian, walienda kupigana na Waarian kama mfalme wa kusini, alafu huyu ambaye ni Justinian na Belisarius ndio walitajwa kwenda kufanya vita na mfalme wa kusini. Amesema hapa kwamba na mfalme wa kusini atafanya vita kwa jeshi kubwa mno lenye nguvu nyingi. Katika historia inatajwa kwamba Belisarius, jenerali wa Justinian, alikuwa na maaskari 35,000. Alibeba maaskari 35,000, lakini Waarian walikuwa na jeshi la maaskari 120,000 na kitu, lakini bado jeshi la watu 35,000 lilishinda jeshi la askari 100,000 na kitu. Hapa ndipo anaeleza kwamba atafanya vita kwa jeshi kubwa mno hawa wa Arian, naam, walao sehemu ya chakula chake watamwangamiza. Lakini kulikuwa na usaliti miongoni mwa Waarian, walisalitiana wao kwa wao, na ndipo wakasababisha kushindwa. Justinian akaushinda Uarian. Katika kitabu hiki cha Danieli sura ya 7 anaeleza utofauti wa pembe ndogo iliyoota na kung'oa pembe tatu. Ilikuwa tofauti sana na nyingine. Ndio maana katika mstari ule wa 24 ameeleza kwamba na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, atakuwa mbali nao. Yaani maana yake katika zile pembe 10 za yule mnyama, pembe ndogo ilikuja kiutofauti sana. Inaelezwa sasa na Danieli katika maono, anasema kwamba pembe hiyo ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichonena maneno makuu au mambo makuu.
Utofauti wa pembe hii ndogo na pembe zile zingine za yule mnyama ulikuwa ni kwamba hii pembe ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, lakini pia ilikuwa na kinywa kilichonena mambo makuu. Macho kama macho ya mwanadamu huwakilisha hekima. Macho huwakilisha hekima kubwa. Kwa hiyo huu ufalme ulipoanza, ulianza kwa hekima kubwa. Macho haya kama macho ya mwanadamu ni sawa na mfalme aliyetajwa katika Danieli 8 mstari wa 23, anayetajwa ni mfalme afahamuye mafumbo. Mfalme afahamuye mafumbo na mwenye macho na pembe yenye macho kama macho ya mwanadamu ni ufalme mmoja wa Rumi ya kidini ambao ulikuwa unazungumziwa hapa. Dola ya Rumi katika miaka ya 470 na kuanzia karne ya 4 hadi ya 5, dola ya Rumi ilikuwa katika kipindi kigumu cha vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusambaratika kwa dola hiyo. Ilikuwa kama udongo ama sanamu yenye udongo iliyopigwa ikasambaa. Lakini kama vile uyoga unavyochipuka mara moja kutoka kwenye gogo lililooza na ukapata uhai wake tena, ndivyo ambavyo dola iliyoanguka ya Rumi iliinuka ikiwa na nguvu nyingi tena. Hii pembe ndogo ndiyo dola ya Rumi chini ya upapa. Imeandikwa kwamba mama wa makahaba ambaye ni Babeli alianguka kwa sababu ya kuhusisha nguvu yake iliyotoka kwa Mungu na miungu ya kipagani. Babeli, ufalme wa Babeli ulianguka kwa sababu ya kumkana Mungu, kutokumtambua Mungu. Nguvu ambazo zilitoka kwa Mungu katika kuujenga na kuufanya ufalme wa Babeli uwe mkuu zilihusishwa na miungu ya Babeli, kwamba ni miungu iliyowezesha Babeli kuwa vile. Sikiliza nikwambie mtazamaji, ndivyo ambavyo hata sisi leo wanadamu tunakumbwa na dhambi ile ile. Tunasoma hapa kama story, lakini katika maisha ya mmoja mmoja inatutokea na inawatokea wengi, kwamba Mungu anambariki mtu kwa mkono wake wa mibaraka, anambariki aidha kiafya, anambariki aidha kiuchumi, lakini mtu huyo anageuka kujitukuza yeye mwenyewe ama anatukuza kitu kingine, akidai kwamba hicho kitu ndicho kilichomfanikisha. Asimshukuru Mungu wa mbinguni wala asitambue mchango wa Mungu wa mbinguni. Tunarudia na sisi dhambi ile ile ya Babeli. Tunapaswa kumtambua Mungu katika kila hatua, katika mafanikio yoyote tumhusishe yeye. Hata tusipofanikiwa tunamshukuru, maana tumeambiwa kimaandiko tushukuru kwa kila jambo. Taifa kama taifa la Marekani. Taifa la Marekani ni taifa ambalo mkono wa Mungu uko pale. Uliliwezesha likainuka kama taifa linalotetea uhuru wa dini, taifa ambalo Mungu amelishikilia ili kutetea uhuru wa dini katika nchi hiyo, lakini na duniani kote. Lakini mwisho wa siku miungu ndiyo inayopewa sifa na utukufu kwa maendeleo makubwa na mafanikio makubwa ya Marekani. Utaona kwa mfano hizi project za Marekani za kwenda mwezini ni project ambazo pengine nchi zingine hazijafanikiwa katika hilo. Marekani wanajivunia mafanikio kama hayo. Sasa ni kwamba project kama hizo zinapewa majina ya miungu, maana yake utukufu kwa miungu mingine, si utukufu kwa Mungu. Ni sababu ya Babeli kuanguka, kwa sababu haikumtukuza Mungu ambaye alifanikisha. Maana maandiko katika manabii kina Ezekieli, akina Yeremia walitaja moja kwa moja kwamba Babeli ilikuwa imepewa uwezo na Mungu, lakini ikatoa sifa kwa miungu. Project hizo za kwenda mwezini za Marekani, za kuruka angani,
zinatukuza miungu. Project ile ya kwanza ya kuruka ilikuwa inaitwa Apollo 11. Apollo ni mungu ambaye alikuwa anaitwa ni miungu ya wapagani wa zamani. Lakini pia project ya sasa inaitwa Artemi. Artemi ni mungu wa Waefeso, mungu wa Kigiriki aliyekuwa anajulikana kwa jina lingine Diana au Artemi. Kwa hiyo project kama hizo za mafanikio zinapewa miungu badala ya Mungu wa mbinguni. Mambo kama hayo yalisababisha dola ya Babeli kuanguka. Dola ya Rumi na yenyewe ilianguka kwa sababu ya kujiinua juu ya Kristo na mamlaka yake na kuwatesa Wakristo. Kumbuka kwamba kuanzia karne ya kwanza hata karne ya tatu kulikuwa na mateso makali. Wakristo hawakuwa huru. Wakristo waliishi kama wakimbizi katika ufalme wa Rumi kwa sababu walionekana kama ni maadui. Watawala kama Nero alitesa Wakristo wengi sana katika karne ya kwanza. Lakini pia mtawala mwingine kama Diocletian ambaye alikuwepo katika karne ya tatu, naye alitesa Wakristo kwa ukatili mkubwa. Ilikuwa ni hukumu ya Mungu kwa dola ya Rumi kuanguka na kusambaratika. Na katika zile baragumu zilizotajwa katika kitabu cha Ufunuo, baragumu ya kwanza, ya pili, ya tatu, hizo baragumu hutaja hukumu ya Mungu kwa ufalme wa Rumi. Hukumu ya kwanza, kuna hukumu mbalimbali ambazo zimetokea, lakini hukumu hizo, mojawapo, hukumu za mwanzoni kabisa katika baragumu za mwanzoni ni ufalme wa Rumi kugawanyika kutoka miaka ya 350 na mpaka 476. Kwa hiyo kila ufalme Mungu huwa anaupa fursa ya kumtukuza yeye, na ufalme huo ukishindwa kumtukuza, basi analeta hukumu ili kwamba kuonesha huo ufalme hauwezi kusimama bila yeye. Roma ilikuwa ni sehemu ambayo Ukristo ulifika na ilifanyika kama kitovu cha ulimwengu, na Ukristo ulitakiwa kuenea na kuhubiriwa kwa kasi sana kule Roma. Na Paulo anaelezwa jinsi ambavyo alifanya kazi yake Rumi, na kulikuwa na kanisa pale Rumi. Ndio maana ya waraka ule wa Paulo kwenda kwa Warumi. Maana yake pale Rumi kulikuwa na Wakristo walioongoka na waliomwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo walihesabiwa kuwa kanisa pamoja na Wakristo wengine waliokuwa kule kwenye makanisa ya Yerusalemu. Kuna roho ya uasi ambayo ilianza kuinuka polepole katika kanisa la Kikristo. Mambo ya kidunia yalichukua nafasi ya roho ya Kristo. Badala ya kanisa liongozwe na Kristo, mambo ya kidunia yalichukua nafasi ya Kristo. Nafasi ya Kristo ikawekwa kando, mambo ya kidunia yakatangulizwa, na maaskofu wa Rumi wakaanza kuinuliwa juu kama miungu watu. Tofauti sana na Ukristo wa awali ulivyokuwa. Waliishi kama ndugu, lakini sasa hawa maaskofu wa Rumi walianza kuinuliwa. Siri ya uasi ambayo Paulo aliandika juu yake kwenye barua yake kwenda kwa Wathesalonike kwamba ilikuwa ikitenda kazi. Siri ya uasi ilikuwa ikitenda kazi huko Roma. Paulo aliandika kwamba, waraka wa pili kwa Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4, nasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Hapa Paulo alikuwa anatabiri yale ambayo yalikuwa yanakuja mbele, kwamba maaskofu wa Rumi kujiinua juu ya kila kiitwacho Mungu na kutaka kuabudiwa. Anasema
hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Wakati dola ya Rumi imegawanyika, dola ya Rumi iligawanyika baada ya Konstantini mfalme wa Rumi kuondoa makao makuu kutoka Roma kwenda Istanbul ama Constantinople. Kwa hiyo iligawanyika, dola iligawanyika ya Rumi, na maaskofu walitamani mamlaka ya kiraia. Yaani badala wawe viongozi wa kanisa tu, walitaka mamlaka ya kiraia. Maana yake nafasi ya mfalme haikuwepo tena kule Roma. Mfalme ama Kaisari wa Roma akawa na mamlaka yake kule Constantinople. Kwa hiyo sasa maaskofu wa Rumi wakataka kuchukua nafasi, wakatamani ile nafasi ya mfalme wa watu kule Rumi, wakati Konstantino mfalme wa Rumi alipohamisha makao makuu yake. Kwa hiyo kitabu hiki cha kihistoria anasema kwamba, na katika wakati wa dhiki ya kitaifa kanisa lilishika hatamu za serikali. Pembe ndogo ilikuwa imepokea nguvu. Hii ilikuwa mwaka 538 wakati pembe ya mwisho kati ya zile tatu iling'olewa, na amri iliyotolewa na Justinian mwaka 533 iliyomtambua askofu wa Roma kama kichwa juu ya makanisa yote ilianza kutekelezwa. Kwa hiyo sasa, wakati dola ya Rumi imegawanyika, kukawa na Western Rome na Eastern Rome. Western Rome ndio ambako Konstantino mfalme wa Rumi alihama, akahamia East ambako ni Turkey ama Uturuki ama Istanbul ya leo. Kwa hiyo makasisi wa Rumi kule wakaashumu ama wakachukua mamlaka ile ya Kaisari wa Rumi. Na sasa mwaka huu 538 Justinian akiwa anafanya kazi pamoja na hii Western Rome, akiwa ameungana na makasisi au maaskofu wa Rumi katika kuwaangamiza wote ambao ni maadui wa imani ya Kikatoliki. Alifanyika kuwa njia ya kuangamiza maadui, hizo pembe tatu kuzing'oa, na kisha kuisimamisha mamlaka ya upapa kama mamlaka ya kiroho na ya kiraia. Mwaka 533 aliandika tangazo lake ama amri yake ya kutambua mamlaka ya askofu wa Rumi kama mkuu au kichwa cha makanisa yote duniani. Mpaka sasa upapa unajitambua kama kichwa cha makanisa yote duniani. Huo ni ukweli usiopingika. Hata leo kuna umoja wa makanisa, World Council of Churches, ama uekumene au ecumenism. Ukweli ni kwamba huo umoja wote wa makanisa au dini zote duniani, ukweli ni kwamba kiongozi wa huo umoja au mwenyekiti ni papa. Papa hawezi kushika nafasi ya chini nyingine yote, kwa sababu anatembea na amri ya ufalme wa Rumi wenyewe toka kipindi cha Justinian, wakati alitambua hiyo mamlaka kuwa kichwa cha kanisa cha makanisa yote duniani, lakini pia kuwa kichwa cha mambo ya kiraia na kimaadili. Tusome kitabu hapa kimoja, ni cha mtu mmoja anaitwa J.C.A. Gaskin, kinaeleza historia ya ufalme wa Rumi. Kinasema hivi: wakati mfalme wa Roma Konstantino mkuu alipohamisha makao makuu ya ufalme toka Roma kwenda Constantinople mwaka 330 baada ya Kristo, askofu mkuu wa kanisa la Roma, yaani papa, alirithi mamlaka, fahari
na hata vyeo vya wafalme wa Roma. Moja ya cheo kikuu na muhimu kuliko vyote ni kuhani mkuu au Pontifex Maximus. Sasa hivi Papa anajulikana kwa cheo cha Pontifex Maximus, yani kuhani mkuu. Hiki cheo si cha papa ama cha upapa tu, kimerithiwa. Cheo hiki kimerithiwa na upapa kutoka kwa makaisari. Kaisari wa Roma alikuwa na hiki cheo. Kaisari yeyote akija alikuwa na hiki cheo cha Pontifex Maximus, yani kuhani mkuu. Kaisari yani maana yake ni kwamba alikuwa ndiyo kuhani mkuu wa dini hizo za kipagani. Dini hizo za kipagani alikuwa yeye ndiyo kuhani mkuu, yeye ndiyo msemaji, yeye ndiyo mwamuzi, yeye ndiyo mwongoza ibada ya hizo ibada ama dini za kipagani. Kwa hiyo kutoka kwenye cheo hicho cha ukuhani ukuu wa dini za kipagani, papa naye akarithi cheo kile kile cha Pontifex Maximus ambacho anacho hata leo. Kiangalia hata katika peji za mapapa, peji za papa, inaweza ikawa Twitter au Instagram au sehemu yote, kuna neno pontiff, inaandikwa pontiff, yani maana yake ni Pontifex Maximus, maana yake ni kuhani mkuu. Yani yeye ndiye anaitwa kuhani mkuu wa dini zote duniani. Yani yeye si tu wa kanisa Katoliki, ni makanisa yote anataka yawe chini yake. Ni swala la muda tu, yeye hutaka iwe hivyo. Kuhani mkuu anaendelea kusema, chenye maana ya mjenga daraja kati ya mbingu na dunia. Yaani upapa unajitambua wenyewe ndio unajenga daraja kutoka mbinguni kuja duniani. Upapa ni roho ya ukaisari wa Roma, ukiwa umevikwa taji, umekaa juu ya kaburi la Kaisari. Yaani baada ya ukaisari kufa, upapa ndio umeinuka kama mzimu wa ukaisari. Pale ufalme wa Rumi ndio umetajwa na Biblia ni ufalme wa 4 juu ya dunia, na huu ndio utatawala mpaka mwisho wa dunia. Hakuna ufalme mwingine wa 5. Na ufalme huu wa Rumi uliokuwa na viongozi makaisari, papa sasa ndio kaisari wa dunia, ndio kaisari wa dunia. Mifumo mingi ya uendeshaji wa mataifa duniani umekopi kutoka Roma. Mifumo mingi ambayo Rumi imetumia mifumo mingi sana ya utawala. Ukaisari ulikuwa ni mfumo wa pili mwishoni kabla ya kuingia kwenye mfumo wa upapa. Imetumia mifumo mingi, sijui ya mabalozi, sijui ya watu 3, watu 10, sijui republiki, mifumo mingi. Na mifumo hiyo ndio imekuwa imesambaa duniani kote. Ni matokeo ya ufalme wa Rumi katika utawala wake. Hivyo sasa papa ni kaisari, hapo alipo ni kaisari wa dunia hii. Ndiye ambaye anaishikilia dunia, na huo ndio ukweli. Yeye ndiye anajitambua kama kiongozi wa dunia hii. Kitabu kingine cha A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, ukurasa wa 168, anasema kuondolewa kwa makao makuu ya ufalme kutoka Roma kwenda Constantinople mwaka 330 kuliliacha kanisa la magharibi likiwa huru kwa vitendo kutoka kwenye nguvu za Kaisari ili kuendeleza namna yake ya kujiongoza. Kuanzia hapo, askofu wa Roma alikuwa ni mtu mkuu sana kule magharibi katika viti vya makaisari, na baada ya muda mfupi, wakati makabila ya kishenzi yalipofurika kwenye ufalme, alilazimisha kuwa kiongozi mkuu wa kiserikali na kiroho pia. Kwa hiyo wakati Konstantino amehamisha makao makuu ya ufalme kwenda Constantinople, Rumi ama askofu wa Roma walibaki huku kwenye mji mkuu wa Roma wenyewe. Na katika vurugu nyingi za ufalme wa Rumi ulikuwa unaandamwa na vurugu nyingi za maadui kuja kupiga na nini. Askofu wa Roma alifanyika kama mwokozi wa watu.
yeye ndiye alifanyika kama mwokozi wa watu wa Rumi, na hivyo akaashumu kile kiti na mamlaka ya Kaisari iliyokuwepo. Na mwisho wa siku sasa, Kaisari mwenyewe ambaye alikuwepo kipindi hicho, Justinian, akahendi over kabisa mamlaka yake kwa papa. Maana yake ilikuwa kuzikwa kwa ukaisari ambao hauna sura ya Kikristo na kuinuka kwa ukaisari mwingine wenye sura ya Kikristo. Maana yake huyo Justinian alikuwa ni kaisari ambaye si Mkristo ama hana sura ya Ukristo, na sasa makaisari wengine, ukaisari ukapewa kwa papa ama askofu mkuu wa Rumi. Pia A.C. Flick kwenye kitabu chake cha The Rise of the Medieval Church ukurasa wa 150, na anasema kutoka kwenye uharibifu wa Roma ya kisiasa kuliinuka ufalme mkuu wa kimaadili katika muundo wa kutisha wa kanisa la Roma. Kwa hiyo kama tulivyoona ufalme wa Roma baada ya kusambaratika chini ya watawala wa kisiasa, ndipo sasa kanisa la Rumi chini ya upapa likafanyika kuwa ufalme wa Roma juu ya dunia kupitia amri ile ya Kaisari Justinian. Kuhusiana na Kaisari Justinian kumpa mamlaka askofu mkuu wa Rumi juu ya makanisa yote duniani, kitabu cha The Code of Justinian Book 1 Title 1 Section 4 inasema amri ya Kaisari Justinian iliyotolewa mwaka 533 ilimtambua papa kama kichwa cha makanisa yote matakatifu. Lakini pia kitabu cha G. Kruger anasema kwamba tukio la kuitambua mamlaka ya askofu wa Roma kama mamlaka kuu ya kanisa kuliko zote imebaki kuwa msingi wa sera ya Kaisari Justinian ya uhusiano wake na Roma ya Magharibi. Kama nilivyosema kwamba dola ya upapa huu unaouona sasa, uliopo sasa, wenyewe unajitambua kama mamlaka kuu kuliko zote duniani, iwe ya kanisa au ya serikali. Ndio maana katika Middle Ages ama zama za kati, wafalme wa Ulaya katika hizi pembe 10 tulizoziona katika somo lililopita, hizi pembe 10 ama mataifa haya ambayo yalikuwepo Ulaya, mataifa 7 yaliyobaki, wafalme wake walikuwa hawawezi kufanya chochote, hawawezi kufanya maamuzi ya maana bila kumshirikisha papa. Papa ndiye alikuwa mfalme wa Ufaransa, ndio mwamuzi wa mambo ya Uingereza, ndio mwamuzi wa mambo ya Ujerumani, ya Hispania, ya Italia, ndiye mwamuzi. Wale wafalme wanakuwepo tu kama kivuli, ama wanakuwepo pale kwa idhini ya papa. Hivyo hata sasa hivi ndicho ambacho kinatambulika kiunabii kwamba dola hii ya Rumi ni kwamba tu ilipata jeraha la mauti, kama tulivyoona ilipata jeraha la mauti mwaka 1798 na ikapoteza nguvu iliyokuwa nayo katika kipindi cha zama za kati, na sasa nguvu hiyo inarudi taratibu. Tangu miaka hiyo inarudi taratibu, na sasa hivi nguvu hiyo iko katika kiwango cha juu sana cha kuitawala dunia yote kama vipindi vingine vilivyopita. Lakini pia imeelezwa kwamba si tu kwamba pembe ndogo, yani upapa, ingenena maneno makuu kinyume na cha aliye juu sana, bali pia ingethubutu kubadilisha nyakati zilizowekwa na Mungu na sheria. Ingebadili majira na sheria. Moja ya kitu ambacho Rumi imefanya, dola ya Rumi ya upapa ilifanya, ama dola hii ya Rumi ya Kikristo ilichokifanya ni kubadili majira na sheria, ni kubadili sheria ya Mungu. Ufalme wa Babeli
ulijaribu kuchukua vyombo vya hekalu na kuvitumia kama inavyotaka. Lakini hii dola ya Rumi yenyewe nayo ilihusika katika kuzibadili sheria za Mungu, sheria takatifu za Mungu ikataka kuzibadilisha ili kwamba Mungu asiabudiwe kabisa, kwa sababu katika sheria ya Mungu ndipo ibada ya kweli inaoneshwa, ndipo utakatifu wa Mungu na unaotakiwa uwepo ndani ya mwanadamu unaoneshwa. Hivyo kwa kuzibadili ama kuzipotosha sheria ya Mungu, pembe ndogo au Rumi ya upapa ilitaka watu wasimwabudu Mungu kabisa. Ni ukweli usiopingika kwamba kanisa la Rumi lipo pale si kwa ajili ya kumwokoa mtu na dhambi zake. Lipo pale si kwa ajili ya kumhudumia mtu kiroho astawi au risi ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Kanisa Katoliki la Rumi lipo pale kama mfumo wa kuitawala dunia. Kama ambavyo makaisari walikuwa na mifumo yao ya serikali ya kuitawala dunia, ndivyo ambavyo kanisa la Rumi ni mfumo wa kubrainwash tu watu waone kama ni kanisa, lakini ni dola ya Rumi iliyojivika Ukristo. Unajua, shetani huwa anafuata kile ambacho kinapendwa na wengi. Baada ya kuona Ukristo unaenea, dola ya Rumi ilianza kupambana na Ukristo, kuwatesa mitume wa Yesu, kuwatesa wanafunzi wa Yesu na waumini wa Injili, kuwatesa, kuwaua kwa mapigo mengi na mateso mengi, kuwafunga magerezani. Lakini kadri mateso hayo ya kikatili yalivyokuwa yanaendelea, ndivyo ambavyo Ukristo ulikuwa unaenea kwa kasi zaidi. Kwa hiyo shetani akaona njia anayoitumia sio sahihi na haifanikiwi ya kuwatesa. Hivyo alichokifanya ni kuungana na huo Ukristo ili adanganye watu kupitia huo Ukristo. Ndiyo maana sasa kukainuka dola hii ya Rumi katika sura ya Ukristo, ili shetani aitawale dunia katika sura ya Ukristo na watawale watu si kimwili tu, hata kiroho pia. Kwa hiyo sasa udanganyifu wa kanisa la Rumi umeenea hata katika makanisa mengi, ambayo hayo yote yanakuwepo si kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu, bali yapo kwa ajili ya maslahi ya kidunia, na ufalme wa dunia hii si ufalme wa mbinguni. Amri 10 za Mungu zilibadilishwa. Amri 10 za Mungu zimebadilishwa chini ya ufalme wa Rumi hii ya Kikristo. Amri 10 za Mungu katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 hadi wa 17 zina mpangilio kama ufuatao. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya tatu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 4 inasema uikumbuke siku ya Sabato itakase. Amri ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6 inasema usiue. Amri ya 7 inasema usizini. Amri ya 8 inasema usiibe. Amri ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo, na amri ya 10 usitamani kitu chochote cha jirani yako. Huu ni mpangilio wa amri 10 za Mungu katika Biblia. Lakini kanisa la Rumi lilikuja likabadilisha amri, si mpangilio tu, bali hata zingine kuziondoa na zingine kuzipotosha. Hebu tuone amri 10 za Mungu kwa mujibu wa katekisimu ya kanisa la Rumi. Amri 10 kulingana na katekisimu, kama kweli zinafanana na amri 10 kwenye Biblia. Amri ya kwanza ya kwenye katekisimu inasema mimi ndimi Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Kwa kiasi fulani inafanana na ile ya kwenye Biblia inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili katika katekisimu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini katika Biblia amri ya pili ni usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hiyo hii amri ya pili imeondolewa. Amri ya pili
katika zile amri 10 imeondolewa na kanisa la Rumi, ile ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na kwa nini imeondolewa? Ili kuhalalisha ibada ya sanamu katika kanisa. Kanisa la awali la mitume halikutumia sanamu yoyote katika ibada, lakini kanisa la Rumi limejaza sanamu za kila aina, za Yesu, za Bikira Maria. Kanisa linauza, lina viwanda vya masanamu ya Yesu na lina viwanda vya masanamu ya Bikira Maria. Watu wananunua, linajipatia kipato, na zile sanamu hazina faida yoyote ya kiroho ya kumwokoa mtu. Wakati Paulo akiwa na safari zake za Injili, kisa hiki kimeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Alifika kwa Waefeso ambao ndio mungu wao Artemi au Diana, akaanza kuhubiri Injili ambayo ilikuwa inawaelimisha watu kuondokana na hiyo ibada ya kutumia masanamu, ibada hiyo ya sanamu. Hivyo sasa watu wakaja juu, Waefeso wakaja juu, hasa wale waliokuwa wanazichonga zile sanamu, wakasema sasa sisi tunakula kupitia kuuza hizi sanamu, sasa huyu mtu amekuja kuharibu biashara zetu. Kwa hiyo imekuwa ni biashara ya kujipatia kipato, na biashara hiyo haiwasaidii chochote watu. Bora hata wangekuwa wananunua vitabu vya kuwasaidia maarifa ili wamjue Mungu vizuri, lakini wananunua masanamu hayo. Utakuta watu wanaabudu, wenye ibada wameweka sanamu ile ya Yesu na msalaba ama ya Bikira Maria. Wanafanya nini? Wanafanya ibada ya sanamu. Kwa hiyo amri ya pili ikaondolewa ili kuhalalisha ibada ya sanamu ndani ya kanisa la Rumi. Kanisa hili la Rumi linajitaja lenyewe kama kanisa Katoliki la mitume, lakini si kanisa Katoliki la mitume hili, kwa sababu liko tofauti sana na kanisa la mitume lilivyokuwa. Kwa hiyo haihitaji kuambiwa hili ni kanisa la mitume, haihitaji kuambiwa, bali kwa sura ile inayoonekana ndiyo ambayo itatumika katika kulihukumu. Je, ndio kanisa lenyewe la mitume ama sio? Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo matunda yao yakiwa ni tofauti, manake mnajua si wao ama si yeye ambaye tunamtaka. Kwa hiyo amri ya pili ikaondolewa. Amri ya tatu kwenye katekisimu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Wakati huo amri ya tatu katika Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kwenye katekisimu imeondolewa amri ya pili inayokataza kuchonga sanamu na kuitumia kwenye ibada. Halafu hii amri ya tatu ya kwenye Biblia ndio ikafanywa kuwa ya pili kwenye katekisimu. Amri ya 4 ya kwenye katekisimu inasema waheshimu baba yako na mama yako. Wakati huo amri ya 4 katika Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hiyo amri ya Sabato nayo imeondolewa, ile ya kuikumbuka siku ya Sabato itakase imeondolewa. Na katika karne ya 3 ndipo ambapo Sabato ilianza kuvunjwa, wakati kipindi ambacho maaskofu wa Rumi walioasi waliungana na mfalme Konstantini katika kuendesha kanisa. Kwa hiyo likaanza kuliendesha kanisa la Kikristo kama wanavyotaka wao, si kama yanavyotaka maandiko. Ndiyo mwanzo ambao sheria Jumapili iliwekwa na mfalme Konstantino. Sabato ikapuuziwa kabisa, na katika miaka ya 363 na 364 kulifanyika kikao ama baraza la Laodikia, Council of Laodicea. Katika baraza hilo Sabato napo ilihafifishwa na kupigwa marufuku kabisa. Wahubiri wakawa hawawezi kuitangaza Sabato ya Mungu, maana walihalamishwa, wakaambiwa Wakristo hawatakiwi kufanywa Wayahudi. Sabato ilimilikishwa kwa Wayahudi peke yao, na sasa
dola ya Rumi ikiwa imeshikilia sura ya Kikristo na kutaka kuliendesha kanisa la Kristo kama inavyotaka yenyewe, ikaiharamisha Sabato, yaani ikaondoa amri ya Mungu ya 4. Kwa hiyo hapa badala ya kushika siku ya Sabato na kuikumbuka na kuitakasa, kuna amri ya 3 katika amri hizi za katekisimu inayosema shika kitakatifu siku ya Mungu, lakini haijaeleza kama vile ambavyo amri ya Sabato, amri ya 4 katika Biblia imeeleza. Kwa hiyo hapa tunaona jinsi gani kuna upotoshaji na kuondolewa kabisa kwa amri ya Mungu. Huko ndiko kulikuwa kutimizwa kwa unabii wa Danieli 7:25 kwamba ile pembe ndogo, yani upapa, ingenena kinyume cha aliye juu na kufanya nini? Na kubadilisha sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu isiyobadilika katika vizazi vyote, yani ya amri 10 za Mungu. Hivi ndivyo amri 10 za Mungu zilibadilishwa. Amri ya 5 kwenye katekisimu inasema usiue, lakini katika Biblia amri ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6 kwenye katekisimu inasema usizini, lakini amri ya 6 kwenye Biblia inasema usiue. Hata leo ukiona jinsi gani dunia imepotoshwa katika kuziangalia amri 10 za Mungu, kwenye mabunge sijui wapi duniani huko, ukiuliza amri ya 6 nitakwambia inasema usizini. Amri ya 6 ni usizini, kumbe kwenye Biblia ni usiue. Maana yake ni kwamba amri 10 kulingana na kanisa Katoliki la Rumi ndizo ambazo dunia imezishikilia kuliko zile amri 10 kulingana na Biblia takatifu. Hivyo ndivyo ambavyo dola ya Rumi imeitawala dunia, si kimwili tu, hata kiroho pia. Amri ya 7 kwenye katekisimu inasema usiibe, lakini amri ya 7 kwenye Biblia inasema usizini. Amri ya 8 katika katekisimu inasema usiseme uongo, lakini amri ya 8 katika Biblia inasema usiibe. Amri ya 9 katika katekisimu inasema usitamani mwanamke asiye mke wako, lakini amri ya 9 kwenye Biblia inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10 katika katekisimu inasema usitamani mali ya jirani yako, lakini amri ya 10 katika Biblia inasema usitamani nyumba ya jirani yako, mali ya jirani yako, mke wa jirani yako, au chochote cha jirani yako. Kwa hiyo hapa amri ya 9 na ya 10 imegawanywa mara 2 katika katekisimu. Yaani amri ya 10 ya kwenye Biblia imegawanywa mara 2 kwenye katekisimu ya kanisa la Rumi. Hivi ndivyo ambavyo sheria imevunjwa. Maana yake mabadiliko yaliyopo ni kwamba amri ya 2 imeondolewa, amri ya 3 ikawa ya 2, amri ya 4 imebadilishwa na ikawekwa kuwa ya 3, amri ya 5 ikawa ya 4, amri ya 6 ikawa ya 5, amri ya 7 ikawa ya 6, amri ya 8 ikawa ya 7, amri ya 9 ikawa ya 8, alafu amri ya 10 ikagawanywa mara 2 kupata amri 9. Amri ya 9 na ya 10. Yaani amri ya 10 imegawanywa mara 2 kupata amri ya 9 na ya 10. Hayo ndio mabadiliko ambayo yamefanyika. Kanisa la Rumi siku zote hudai kuwa liko juu ya mamlaka ya Biblia. Kwa hiyo linao uwezo wa kubadilisha sheria, na ushahidi wa madai hayo upo wazi. Iko hivi, hata katika uzoefu wangu mimi binafsi katika kuongea na Wakatoliki wengi, wao mamlaka yao ya mwisho ya kuamua jambo si Biblia. Unaweza ukamwambia kwamba Biblia iko hivi na hivi, Biblia inasema hivi katika hili ambalo unatenda kinyume, lakini hawezi akaona uzito yani wa kuifuata Biblia na kile ambacho anakifanya tofauti, ama kile ambacho kanisa limeagiza tofauti na Biblia inavyosema. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hata waumini wenyewe wa Kikatoliki wanafundishwa kwamba Biblia sio mamlaka ya mwisho kwenye kanisa, bali kanisa ndio lina mamlaka ya mwisho, lina mamlaka juu ya Biblia. Rekodi moja ya The Catholic Record, London, Ontario, September 1,
mwaka 1923 inasema kanisa liko juu ya Biblia na badiliko hili la utunzaji wa Sabato ni uthibitisho wa ukweli huu. Kwa hiyo kanisa Katoliki lenyewe linadai liko juu ya Biblia. Kwa hiyo huwezi ukalihukumu eti kwa sababu limekosea kwenda na mambo fulani kwenye Biblia. Hakuna. Lenyewe linatambua liko juu ya Biblia. Kwa hiyo hata badiliko la Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, lenyewe ndio limefanya hayo mabadiliko na halijutii kufanya hayo mabadiliko, kwa sababu Biblia si muamuzi wa mwisho, linaweza likafanya chochote. Lakini pia kuna maandiko mengine ambayo yanatumika vibaya na kanisa Katoliki la Roma, yale ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hivyo kanisa la Roma linasema kanisa lilifunga ama liliamua kwamba siku ya Sabato ihamishiwe Jumapili, na sasa hilo jambo ni halali kwa sababu limefungwa duniani, basi na mbinguni limefungwa. Kwa hiyo matumizi mabaya ya maandiko kama hayo yanahalalisha kanisa kutenda chochote hata ingekuwa kinyume na maandiko. Kwa hivyo sasa wale ambao nao kinga yao si maandiko, wanaongozwa na utamaduni wowote ule, basi ni rahisi sana kupotea. Hivyo tunapaswa kuelewa sana jinsi ambavyo ufalme wa Rumi umeitawala dunia, si kimwili tu, hata kiroho pia. Imeelezwa kwamba katika mstari ule wa 25 Danieli sura ya 7 imeelezwa juu ya atashindana na watakatifu na kuwashinda. Yaani atawatesa watakatifu kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Hapo inaeleza jinsi ambavyo utawala wa Rumi chini ya upapa jinsi ulivyofanyika katika kipindi cha zama za kati, kuanzia mwaka 538 mpaka kufikia miaka ya 1700 na 1800. Utawala wa Rumi chini ya papa ulikuwa ukitawala dunia kisiasa na kidini pia. Yaani kidini, katika swala la kidini ilikuwa ni kushurutisha dhamiri za watu. Kanisa lilikuwa na sheria ambazo ukizivunja ni sawa na aliyevunja sheria za serikali. Lilianzisha mahakama za dini ama za kanisa ambazo watu walikuwa wanahukumiwa vifungo, wanahukumiwa kuuawa, wanahukumiwa mateso kwa sababu wamevunja ama wamekiuka sheria za kanisa. Wao wamefuata maandiko ya Biblia, lakini wanahukumiwa kuzivunja sheria za kanisa, kwa sababu kanisa la Rumi liko juu ya Biblia. Kwa hiyo ulifuate lenyewe, usifuate maandiko. Wakristo wengi sana walikufa katika zama za kati, zaidi ya milioni 50. Kanisa Katoliki lenyewe hukiri hayo mambo kwamba lilifanya mauaji mengi sana ya waaminifu wa kweli ya maandiko matakatifu. Huu ufalme wa Rumi ulikuwa ufalme wa muda mrefu. Imeelezwa kwamba nao watakatifu nao watatiwa mikononi mwake hata wakati mmoja na nyakati 2.5 wakati. Ukirejea mafungu ya Danieli 12 mstari wa 7, Ufunuo 12 mstari wa 6 na Ufunuo 13 mstari wa 5, inataja kitu kimoja cha muda wa unabii ambao utawala wa Rumi ulitenda kazi, yaani miezi 42 au miaka 3.5. Na kiunabii ni siku 1260 au miaka 1260. Ni miaka 1260 ya uhalisia, ila muda ule wa miezi 42 imetajwa kama maono ya kiunabii, fumbo la kiunabii ambalo uhalisia wake ni miaka 1260, ambayo ilianza mwaka 538 upapa uliposimama rasmi baada ya mpinzani wa mwisho Ostrogoth kuangushwa katika wapo ya zile pembe tatu. Upapa ukasimama. Papa wa kwanza alikuwa Vigilius.
lakini kanisa la Roma linasema papa wa kwanza ni Mtakatifu Petro. Lakini ukweli ni kwamba Petro hajawahi kuwa papa, na wala katika wale mitume 12 yeye hakuwa kama kiongozi wala ama director wa wanafunzi wengine. Hapana, aliyekuwa anafanyika kama director na mshauri na mtu ambaye kama mwenyekiti wao alikuwa ni mzee Yakobo. Yakobo ndiye aliyekuwa anafanyika kama kiongozi wa mitume, lakini Petro hajawahi kuwa papa. Papa anaitwa Baba Mtakatifu, lakini hakuna mtume ambaye amewahi kuitwa Baba Mtakatifu akiwa anaishi hapa duniani, maana cheo cha Baba Mtakatifu ni cha Mungu mkuu aliye mbinguni. Kwa hiyo kuanzia mwaka 538 baada ya Kristo, miaka 1260 ingeisha mwaka 1798, na kweli kama unabii ulivyosema kwamba atawashinda ama watatiwa mikononi mwake, watakuwa chini ya mikono ya upapa kwa miaka 1260. Na kweli mwaka 538 wakati upapa umesimama mwanzo rasmi, ulianguka rasmi mwaka 1798 baada ya papa kwenda kufa ama kupinduliwa. Baada ya papa kupinduliwa, kuondolewa kwenye mamlaka yake na jeshi la Ufaransa, na hapo ndipo mateso ya Ukristo yalikoma, na jeraha la mauti lililotajwa katika kitabu cha Danieli cha Ufunuo 13 mstari wa 3 ndio ambapo unabii huo ulitimia. Jeraha la mauti kwa ufalme wa upapa. Ndipo sasa Danieli katika sura ya 7 si tu alioneshwa habari za falme za dunia hii, bali alioneshwa tukio lingine makini sana na tukio lingine la muhimu sana. Alioneshwa matukio katika mahakama ya mbinguni ambayo yangetokea wakati mmoja na utimilizo wa unabii kuhusu mataifa ya dunia. Kipindi ambapo mnyama wa 4 anatawala ndipo kipindi ambacho Yesu Mwokozi alisulubiwa na kufa, na baada ya kupaa kwake mbinguni alienda moja kwa moja katika patakatifu. Aliingia patakatifu pa hekalu la mbinguni, na huko alionekana. Yohana wa Ufunuo alimuona Yesu katika hekalu la mbinguni katika sura ya 5 ile ya Ufunuo. Lakini aliingia katika hekalu kama hekalu lilivyokuwa duniani. Lilikuwa na apartment 2, apartment ya kwanza na ya pili, yaani chumba cha kwanza na cha pili. Yesu alipopaa kuelekea mbinguni, aliingia kwanza katika chumba cha kwanza na chumba cha pili. Ama tukio la kwanza, huduma katika chumba cha pili, lingetokea baada ya muda fulani, baada ya huduma za chumba cha kwanza kukamilika. Kama ambavyo kulikuwa na huduma za kila siku kwa mwaka mzima katika hekalu la duniani katika chumba cha kwanza, na huduma ya upatanisho katika siku moja kwenye hekalu hili la duniani, chumba cha pili cha hekalu kulikuwa na huduma inayofanyika kwa siku moja, huduma ya upatanisho. Ndivyo ambavyo sasa Yesu alipopaa mbinguni alianza kazi ya huduma ya uombezi katika chumba cha kwanza. Chumba cha pili ambacho kinahusiana na huduma ya upatanisho kingefanyika baadaye, na hicho ndicho ambacho Danieli aliona wakati Yesu anaingia katika chumba cha pili ili kufanya huduma hii ya upatanisho, ambayo ni ya kuhitimisha kazi ya wokovu, ya kuondoa dhambi zote za kanisa lake duniani. Katika mstari wa 9 Danieli 7 inasema, nikatazama mpaka viti vya enzi viliwekwa mahali pake, ndipo mzee wa siku akaketi katika hukumu. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto,
na magurudumu yake yalikuwa moto mkali. Hapa patakatifu panapotajwa ndiyo makao makuu ya kudumu ya Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme, na ndipo makumi elfu na maelfu mara maelfu ya malaika huhudumu mbele zake na kumsujudia. Ameketi kwenye kiti cha enzi kitukufu na chenye mamlaka nyingi, chenye gurudumu ambazo zimetajwa kama gurudumu za moto ambazo nabii Ezekiel anazitaja katika maono yake aliyopokea katika kitabu kile cha Ezekiel. Ukisoma sura ya 4, sura ya 10, imeeleza kiti cha enzi jinsi ambavyo kilivyo. Sasa Daniel alisema mto wa moto ukatoka na kupita mbele yake, kwa maana hapo kila kitu ni uhai, kila kitu ni uhai pale kwenye kiti cha enzi, na kiti cha enzi hiki kinasogea daima kwa kutumia yale magurudumu, na mjongeo wa kiti hiki cha enzi unaashiria matukio mbalimbali na kutimia kwa nyakati mbalimbali kwa ratiba ile ambayo Mungu ameiweka katika malimwengu yote. Gurudumu zikisogea zinamaanisha kwamba kuna matukio fulani yanafanyika katika malimwengu, na utimilifu wa wakati unatimia kadiri mjongeo wa zile gurudumu unavyosogea. Tukio hili ambalo Danieli aliliona katika Danieli 7 mstari wa 9 ni tukio linaloelezea hukumu ya upelelezi kuanza mbinguni, ambayo inaanza pamoja na kuanza kwa huduma ya upatanisho mbinguni, ambayo tunapaswa kuielewa kwamba mlango wa patakatifu ulifunguliwa mwaka 1844 wakati wa kutimia kwa siku 2300 zilizotajwa katika Danieli 8:14. Siku 2300 sawa na miaka 2300, ambayo ilianza mwaka 457 na kuisha mwaka 1844. Na amesema kwamba tazama, mmoja mfano wa mwana wa Adamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamjia mzee wa siku, nao akamleta karibu mbele yake. Kufunguliwa kwa mlango wa rehema kuliahidiwa kwa kanisa la Filadelfia. Imeandikwa kwamba katika Ufunuo 3:8, nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo hapa kanisa la Filadelfia ambalo limekuwepo kipindi hiki cha kuanzia mwaka 1833 mpaka 1844. Kipindi hiki cha kanisa ndicho ambacho kanisa lilikuwa linaandaliwa kujua habari za patakatifu pa mbinguni, maana hukumu ya upelelezi muda mfupi ilitakiwa kuanza. Ndio maana ujumbe wa malaika wa kwanza ambao wa Filadelfia walihubiri unasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Si kwamba itakuja, imekuja, maana ilikuwa imeshaanza, kwamba ndio wakati wa hukumu ambayo ilitakiwa ianze ndani ya nyumba ya Mungu na hatimaye kwa waovu. Hukumu hii inayotajwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza katika Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7 ndio ambayo Danieli aliiona katika Danieli 7 mstari wa 9, kwamba na hukumu ikawekwa, vitabu vikafunguliwa. Ndio hukumu ambayo ilitakiwa ianze mwaka 1844 ndani ya nyumba ya Mungu, kama ambavyo Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17 anasema kwamba maana wakati umefika hukumu ya Mungu kuanza ndani ya nyumba ya Mungu. Inaanza ndani ya kanisa la Mungu,
na ndipo tunaona kwamba ilianza kwa kanisa la Mungu, hukumu ya upelelezi ya kuchunguzwa nyendo za watu wote wanaomkiri Kristo, ili waonekane, wapimwe kama wanafaa ama hawafai. Wakati Mungu alipokuwa ameweka kiti chake juu ya sheria yake katika patakatifu patakatifu mno mbinguni, ndipo Kristo akaja kusihi mbele yake kwa ajili ya watu wake. Wakati alipokuja mbele ya kile kiti cha enzi, hakukuwa wakati ule alipopaa. Danieli anaposema akaja mfano wa mwanadamu mbele ya kiti cha enzi, haimaanishi kipindi ambacho Yesu alitoka duniani kwenda mbinguni, bali ni kipindi hiki cha huduma za hekaluni. Hii ni taswira ya huduma za hekaluni inayotajwa hapa, kwamba Yesu alimkaribia mzee wa siku. Ni katika chumba cha pili cha hekalu palipo penye kiti cha enzi. Maana katika mfano wa hekalu la mbinguni uliotengenezwa hapa duniani, kiti cha enzi ama kiti cha rehema kilikuwa katika chumba cha pili ambacho kilikuwa juu ya sanduku la agano lenye amri 10 za Mungu. Kwa hivyo sasa, kuja kwake mbele ya mzee wa siku ni kwa ajili ya hukumu ya upelelezi kuanza kufanyika kwa wale wote, kuanzia wale ambao wamekufa, lakini baadaye ambao wako hai, ili kwamba wachunguzwe matendo yao moja baada ya nyingine, walilolifanya gizani ama mchana, waliolifanya kwa kificho ama hadharani. Hukumu hii ya upelelezi inaendelea mpaka sasa, na ndicho ambacho tunapaswa kutambua, wapendwa, kwamba tupo katika upelelezi, kupelelezwa maisha yetu. Vitabu mbinguni vimefunguliwa. Vitabu hivi ni kuna vitabu vitatu. Kuna kitabu cha uzima, kitabu cha ukumbusho na kitabu cha kumbukumbu. Vitabu hivi, kitabu cha uzima kina majina yote ya watu ambao wamemkiri Kristo, wameingia katika kanisa lake, lakini kitabu kingine kina rekodi ama kuweka kumbukumbu ya matendo mema na kingine matendo mabaya. Hivyo sasa, wakati jina la muumini, jina la mshiriki wa kanisa la Mungu linapotajwa, pale ndipo ambapo anaangaliwa huyu mtu kulingana na rekodi zake zilizopo hapa. Rekodi zake za matendo mabaya zinaangaliwa. Je, amezitubia? Je, amemtegemea Kristo? Ametegemea kafara ya Kristo kwa ajili ya wokovu wake? Ndipo kama ametegemea kafara ya Kristo kwa ajili ya wokovu wake, kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake zinafutwa, basi anabaki na kumbukumbu ya matendo mema na jina lake linabaki katika kitabu cha uzima. Lakini kwa mtu ambaye zitaonekana kumbukumbu mbaya, kumbukumbu za matendo mabaya, na hajazitubia bado, basi kwake huyo jina litafutwa katika kitabu cha uzima. Maana yake huyo tayari kwa hukumu. Hatuwezi kujua jina langu limesomwa au jina langu bado, hukumu yangu imeshapitishwa au bado. Tunaishi katika kipindi cha hukumu, ambapo hukumu inaweza ikakatwa ya kwamba wewe ni kwa upande wa haki ama upande wa mauti ya milele, ukiwa bado unatembea duniani. Tunaishi wakati wa hatari sana, ambao ni wa kujiandaa kila wakati. Hatupaswi kukaa kizembe, maana Petro mwenyewe anasema kwamba ikiwa hukumu itaanza ndani, ikiwa mwenye haki ataokoka kwa shida, huyu ambaye si mwenye haki, yani ataonekana wapi? Wapendwa, hasa tunaoamini katika ujumbe huu wa Kiadventista na hukumu ya upelelezi, tunajifunza tunapaswa kuishi sawasawa na nuru tulizopewa. Hatupaswi kupuuzia hata chembe ya nuru. Chembe hata moja ya nuru tuliyoifahamu tukaipuuzia, ndiyo ambayo itatufanya tuhesabiwe katika mahakama ya mbinguni. Ni kwamba tumeukataa wokovu, tumekataa uzima, tumekataa nuru na tumependa giza. Hivyo hukumu yetu itaonekana kwamba tumepimwa na tumepungua.
Katika Mhubiri 12 mstari wa 18 anasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Lakini pia Mathayo 12 mstari wa 36 na 37 anasema, basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo majina yetu mbinguni yanaposoma moja baada ya jingine, Mwokozi huinua mikono yake bado ikiwa na alama za misumari ya Kalvari na kulia, damu yangu Baba, damu yangu, damu yangu. Juu ya kiti chake cha enzi kuna upinde wa mvua, na rehema na haki hukutana hapo. Rehema na haki hukutana hapo. Hapa kuna jambo la kujifunza. Katika kiti cha enzi, rehema na haki hukutana hapo. Maana yake Mungu ni mwenye rehema na mwenye haki. Ukristo wa leo, sehemu kubwa ya wanaomkiri Kristo wanamtambua Mungu kama mwenye rehema tu. Kila wanachofanya wanamtambua Mungu ni mwenye rehema tu na mwenye neema, lakini hawatambui kwamba Mungu ni wa haki. Maana yake ni kwamba kuwa mwenye haki, maana yake ni kwamba kama unatenda dhambi utapata haki ya dhambi hizo ambao ni mauti, lakini kama unatenda haki utapata haki ya haki hiyo ambayo ni uzima. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kwamba Mungu ni mwenye rehema, lakini hiyo rehema itugeuze katika kutenda haki. Ndio maana katika maandiko matakatifu kitabu cha Tito anasema neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya wote. Hatupaswi kutumia ile neema kujiburudisha katika uovu, kujiendekeza katika uovu. Bwana hatusaidie sana. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 180 sasa hukumu ya upelelezi inaendelea mbinguni tangu mwaka 1844 na sasa damu ya upatanisho ya Kristo inatolewa kwetu leo. Katika kitabu cha Waebrania 3:15 anasema, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Katika somo hili tunapaswa kuelewa kwamba mioyo yetu tunapaswa kuisalimisha kwa Kristo ili tuweze kupona, ili tuweze kufutiwa kumbukumbu zetu mbaya, hatimaye majina yetu yabaki katika kitabu cha uzima. Huo ndio usalama wetu pekee katika wakati huu wa hatari sana ambao tunaishi. Hatujui hukumu yetu itatamkwa lini, ili hukumu yetu itakapotamkwa basi tuwe upande salama. Uhai wa mnyama wa nne ambaye ni Rumi na pembe ndogo upapa, ilionekana kwamba uhai huo wa mnyama huyu wa nne uliendelea kuwa hai hata baada ya viti vya enzi kuwekwa, yaani hata baada ya hukumu ya upelelezi kuanza. Na maneno makuu ya pembe ndogo yalivuta usikivu wa nabii. Neno kubwa kuliko yote lililowahi kusemwa dhidi ya Mungu ilikuwa ni amri ya kutokukosea. Moja ya madai makubwa ya upapa ni kutokukosea, kwamba papa hawezi kukosea. The Pope is infallible. Ni maneno ambayo yamekuwa ni ajabu sana. Moja ya maneno ya makufuru ambayo yametajwa kama maneno makuu ambayo yalinenwa na kinywa kile cha pembe ndogo. Hili lilikuwa jaribio la kumweka mwanadamu juu ya kiti cha enzi kando na mwana wa Mungu. Leo hii papa anaitwa ni Mungu duniani, ama ni mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani, yaani anaketi katika kiti kimoja na Kristo. Babeli ilianguka kwa sababu ilihesabu nguvu za Mungu kama nguvu za miungu, ikamdharau Mungu wa mbinguni. Kuhusu mnyama wa nne, Danieli alioneshwa, akaambiwa, nikaona hata yule mnyama akauawa na mwili wake ukaangamizwa, ukatolewa ili kuchomwa moto. Hivyo basi mwishoni, badala ya kushindwa
na mamlaka nyingine inayoinuka, nguvu hii itaingia katika ziwa la moto. Falme hizi zilizopita, Babeli, Umedi na Uajemi na Uyunani, zote zilishindwa baada ya ufalme mwingine kuwa unainuka. Lakini mnyama wa nne, ufalme wa Roma, wenyewe utaanguka si kwa kushindwa na ufalme mwingine unaoinuka, bali ufalme wa Rumi utaanguka kwa kuingia katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 10 nasema, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo hatima ya ufalme huu wa Rumi unaodanganya dunia na kuipoteza dunia, mwisho ni katika ziwa la moto. Wanyama wengine waliowakilisha falme walinyang'anywa mamlaka yao, lakini uhai wao uliendelea kwa wakati na majira, yaani kila mmoja uliunganishwa katika ufalme uliofuata. Lakini si hivyo kwa ufalme wa nne, maangamizi yake yatakuwa kamili. Ufalme wa Babeli ulidumishwa uhai wake, kwa maana ya kwamba mambo yaliyokuwa yanafanyika Babeli yaliendelea katika ufalme wa Umedi na Uajemi. Ufalme wa Umedi na Uajemi ulipokoma, tamaduni mbalimbali na mambo mbalimbali ya Kiajemi na Kimedi yaliendelea katika ufalme wa Uyunani. Lakini pia ufalme wa Uyunani ulivyokoma, mambo ya Kiunani ya utamaduni na vitu vingine yaliendelea katika ufalme wa Rumi. Rumi ilichukua mambo yote ya falme zote zilizopita na mengine ambayo ilianzisha yenyewe sasa haitabakizwa uhai baada ya kuondolewa ufalme wake. Yenyewe itaangamizwa kwa maangamizi kamili. Babeli katika sura ya 4 ya Danieli imeelezwa kwamba ule mti ambao uliwakilisha ufalme wa Babeli ama ufalme wa Nebukadreza ulipokatwa uliachiwa shina. Lakini Babeli hii ya Kirumi, ufalme wa Babeli katika sura ya Rumi, wenyewe utaangamizwa, hautabakiziwa shina, utaangamizwa kwa maangamizi kamili. Ufalme wa tano ambao ni wa mbinguni, ufalme wa Mungu, hauko mikononi mwa wanadamu. Mungu mwenyewe atauweka chini ya mbingu yote na utadumu milele na milele. Ni ufalme wa Yesu Kristo unaowakilishwa na jiwe lisilotengenezwa na mikono ya mwanadamu, lililokuja kuipiga ile sanamu aliyoota mfalme Nebukadreza katika Danieli sura ya 2. Jiwe lile linawakilisha ufalme wa Yesu Kristo, ndio ufalme wa tano utakaoitawala dunia. Kwa hiyo tunaishi katika utawala wa Rumi ambao ni wa mwisho katika hii dunia, na baada ya hapo Yesu atakuja kusimamisha ufalme wake. Anasema, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu yote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Wale watakaoonekana wanastahili katika hukumu ile ya upelelezi watarithi pamoja na Kristo katika ufalme wake. Watafufuliwa katika ufufuo wa kwanza Yesu anapokuja. Watachukuliwa, watabadilishwa, watatawala pamoja na Kristo baada ya miaka ile 1000 na watatawala milele na milele. Dhambi pamoja na wenye dhambi pamoja na walioing'ang'ania dhambi, wao wataangamia milele. Dhambi ndio inayotafutwa na ndio itakayokuja kuhukumiwa, kuondolewa katika dunia hii. Itahukumiwa, itaangamizwa. Hivyo kila anayeshikilia dhambi lazima ataangamia. Tunapaswa kujitenga na kila aina ya dhambi. Tusipofanya hivyo, basi tutakuwa sehemu ya Babeli ambayo inakuja kuangamizwa. Kiburi na majivuno ya Babeli ya kale, uovu wake wa kila namna uliorudiwa na mataifa yote ya dunia pamoja na mwanzilishi wa uovu wote, hatimaye vitafutwa katika uso wa dunia. Mwisho wa pambano utakuwa umefikiwa. Ushindi wa kweli unashuhudiwa na viumbe vyote vilivyoumbwa. Jeraha ambalo dhambi imelitia litatoweka milele. Maelewano yaliyovurugika kwa miaka 6000 katika ulimwengu yatasahaulika. Mziki wa sayari utaanza tena na mwanadamu atatawala pamoja na muumba wake. Huu ndio mwisho
wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Huu ndio ulikuwa mwisho wa maono ya Danieli katika sura hii ya 7 aliyoyaona yaliyorekodiwa katika sura hii ya 7. Tunapaswa kujifunza mambo mengi katika sura hii. Kwanza, Mungu anatuelekeza historia ya dunia hii kuanzia mwisho mpaka mwanzo. Yeye ambaye anaona jambo kabla halijafika anatuonesha falme za dunia hii, anatuonesha matukio ambayo yatafanyika kabla hayajafanyika. Hivyo sasa tunatambua kabisa kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho ambao Yesu yu karibu kuja, ambaye ndiye mfalme wa 5 ambaye atakuja kusimamisha ufalme wake duniani na kuangamiza falme zote, asizibakizie mabaki yoyote katika dunia hii. Tunapaswa kujisalimisha kwa Kristo, tumwamini yeye na kujisalimisha kwake, ili tuje tufanyike kuwa warithi pamoja naye, tukae maisha ya amani, si maisha haya ambayo ni ya taabu tupu. Hakuna amani wala hakuna utulivu. Ufalme ule utakuwa ni ufalme wa haki na amani. Bwana tusaidie sana. Kupitia masomo haya tutambue kwamba anatupenda sana, ndiyo maana ametupa neno hili la unabii ili tuweze kuelewa yale ambayo yanatendeka katika dunia hii kwa uwazi na tusitembee kama vipofu. Na kukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya katika wakati mwingine. Ubarikiwe.